Sio kwamba Daudi asingeweza kupambana na Sauli, lakini alikuwa na sababu. Naomba usikilize katika Samueli ya kwanza sura ile ya 24. Hebu usome ile aya ya 4 mpaka ile aya ya 7. Hebu soma pale. Mungu akatengeneza mazingira. Hebu angalia vizuri, soma pale. Neno la Mungu nasema nao watu wa Daudi wakamwambia Daudi, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, ndio nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema. Ona kwamba ni mema. Basi Daudi akainuka akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Fungu la 5. Ndio. Lakini alafu moyo wake Daudi ukamchoma akaumia, kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Na amekata vazi la mfalme. Akamwambia watu wake, Asha, sifanye hivyo, nisimtendee bwana wangu masihi wa Bwana. Huyu ni bwana wangu na ni masihi wa Bwana. Neno hili ndio kuonyesha mkono wangu juu yake, kunyoosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Siwezi nikamuua, maana yeye ni mti wa mafuta wa Bwana. Umemaliza paka aya 7. Aya 7 inasema basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno hayo, akawazuia watu wasimuue Sauli, asiwaache kumwondokea Sauli. Kisha Sauli akakomea tu pale. Kwa hivyo Mungu akatengeneza mazingira. Wakati Sauli ameenda kwa haja yake usiku, Daudi akapenya na askari wake. Saa hiyo Daudi ana askari sio chini ya 400. Akaenda, wakamwambia, huu ndio muda, Mungu amemweka mikononi mwako, muue. Daudi akasema hapana. Kilichofanya Daudi akumuua Sauli, ingawa Sauli ametangaza akipatikana Daudi popote kwa mwana Israeli aliye sahihi na auawe, bado Daudi anasema hapana, siwezi kunyosha mkono juu ya bwana wangu. Jambo la kwanza. La pili, mti wa mafuta wa Bwana. Akakata tu pindo la vazi, ambapo kesho yake alimuonyeshea, wakiwa upande ule, unaniwinda kuniua bila sababu. Mimi ningekuwa nikukuua, mimi ningekuua leo, usiku wa leo. Angalia, hii ndio vazi, sehemu ya vazi lako. Ndicho alichokifanya. Lakini pamoja na hayo aliumia kwamba amekata lile vazi. Mungu akatengeneza mazingira tena. Namba 2. Naomba usikilize vizuri. Nenda Samueli ya kwanza sura ya 26, alafu usome ile aya ya 5. Soma aya ya 7 mpaka aya ya 12. 7 hadi 12. Soma pia. Akatengeneza mazingira mengine. Neno la Bwana linasema basi Daudi na Abishai wakawaendea watu usiku. Kaenda kwa jeshi la Sauli usiku. Na tazama, Sauli alikuwapo kati ya magari, amelala usingizi. Na fumo lake limechomekwa chini, karibu na kichwa chake. Naye Abineri na watu wake wamelala wakimzunguka. Kwa majeshi Abineri pamoja na makamanda wengine wamemzunguka Sauli. Ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo. Huyu leo ni adui aliyewekwa mikononi mwako. Basi niache nimpige kwa hilo fumo hata nchi kwa pigo moja. Nipe ruhusa, nitampiga kwa pigo moja peke yake. Sitampiga mara ya pili. Takuwa nimemaliza. Lakini Daudi akamwambia Abishai. Akamwambiaje Abishai? Usimwangamize, kwani ni nani awezaye kunyosha mkono wake juu ya masihi? Kwani ni nani anaweza kumuua masihi wa Bwana? Usifanye hivyo. Daudi akasema, aishivyo Bwana, kama aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake ya kufa itampata, atashuka kwenda vitani na kupotea. Bwana atampiga, ama siku ya kifo chake kitafika, ama atafia vitani. Mimi siwezi kumuua mti mafuta wa Bwana. Alichokifanya, alichukua gudulia la maji, akachukua pamoja na mkuki ule wa Sauli mwenyewe. Nenda mpaka aya ya 12. 11. Asha, nisiunyoshe mkono wangu juu ya masihi. Ndio.
Basi Daudi akalitwaa lile fumo na lile gudulia la maji kichwani pa Sauli. Nao wakaenda zao. Wala hapana mtu aliyeliona jambo hili wala kulijua. Jambo la kwanza, hapana mtu aliyefanyaje? Aliyeliona jambo hili. Jambo la pili, hapana mtu aliyefanyaje? Aliyelijua. Wala kuamka. Maana wote walikuwa wamelala. Kwa kuwa usingizi mzito kutoka kwa Bwana umewaangukia. Kwa hiyo Mungu alikuwa amewapa usingizi mzito. Na usisahau walikuwa wametoka wanamuinda Daudi, halafu Mungu akawapeleka wote theater. Halafu akamruhusu Daudi njoo, halafu aone Daudi atakachokifanya. Naomba usikilize vizuri unapozungumzia nitakwenda nikimtumaini. Unaposikia Daudi anasema Mungu ndiyo kimbilio, yaani maana yake ni hivi: Mungu alimpatia nafasi Daudi ili athibitishe kama Mungu ni kimbilio lake. Unasikiliza ndugu zangu wapendwa, kilichofanya Daudi ya kumuua kwa haya matukio mawili ni hivi: Mungu amesema. Angalia vizuri juu ya jambo hili. Yeyote anayesema Mungu amesema liko ndani ya uwezo na hakuna anayeona. Chukulia mfano, unaletewa rushwa, hakuna anayeona, hakuna hapo TAKUKURU, ila unajua amesema Mungu usipokee rushwa. Yaani acha ile ya kusema nitafungwa. Hamna, amesema. Chukulia wazo la kusema leteni zaka kamili ghalani, iwemo chakula katika nyumba yangu. Hapa kuna ugonjwa, hapa kuna kodi ya nyumba, hapa kuna habari ya watoto shule, hapa kuna habari ya chakula, na sababu ambayo ni ya muhimu kabisa. Na hii ni fedha unayo mfukoni, una access kwenye akaunti na unaweza uitumie. Alafu unasema hasha, Mungu amesema. Hakuna kitu ambacho ni rahisi kiasi hicho. Daudi ameletewa huyu, na unajua anaelewa Mungu amemkataa Sauli. Daudi alijua, ndio maana yeye akawekewa mafuta. Kwa hiyo yuko ikulu lakini amekataliwa. Mimi niliyochaguliwa na Bwana, wangeweza kusema Mungu ameona vema, sasa naenda ikulu. Daudi anasema hivi, nani awezaye kunyosha mkono juu ya masihi wa Bwana? Who can do that? Nani anaweza kufanya? Yaani anachosema siwezi tenda kila ambacho neno limekataa. Sio kwamba wewe ukichukua hivi bia imara ukaimimina kwenye glasi, sio kwamba huwezi kunywa, ila haunywi kwa sababu amesema. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio wengine. Sana mtu mmoja alipobatizwa, kumbe ana pombe ziko kwenye friji. Alipofika kwenye pombe akasema, mimi nilipobatizwa leo nimebadilishwa jina, naitwa John. Na yeye akafika akashika chupa ya bia akasema, kuanzia leo wewe sio bia, wewe ni soda. Ilikuwa soda hiyo? Haiwezi kuwa soda. Kwa hiyo kama ni upande wa vyakula, yani ni kwamba tu kwa kuwa Mungu amesema, basi sio kwamba ninatapika wa nikila, sio kwamba wanapata allergy na washwa, ila ni kwa sababu amesema. Hiyo ndio maana yake. Ndio Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate, anaishi kwa kila alichosema nani? Huyo anayeishi kwa alichosema Bwana. Ndio tafsiri ya Biblia. Hapo unakimbilia nani? Una mtoto, una binti wa kazi na ana mshahara wake, ana haki zake. Hapa unaweza ukafanya chochote, ukabadilisha mshahara wake, ukampunja atakavyofanya, ila unafahamu usimwonee aliyemtima, usimwonee aliyemnyonge, ufanye haki zake sawa. Hakuna serikali itakayo kushika, hakuna atakayejua, hakuna atakayeona, ila kwa kuwa amesema. Hili liko ndani ya uwezo wako. Unaweza ukafanya chochote na yeye, ila kwa kuwa Mungu amesema.
Hakuna mtu ambaye ataona huyu hapo, serikali hii hapo, sijui hicho iko hapo. Hakuna atakaye kuona. Yani unaacha kutenda si kwa sababu kuna gereza, unaacha kutenda si kwa sababu nitaaibika, unaacha kutenda si kwa sababu wameniona, ila unaacha kutenda kwa kuwa Mungu amesema hapana.